انزلوا وارحبا لا تفان لاحظوا ما انزلوا واركبا شاكروا موحباتي 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 وانت شاخة inshallah inshallah inshallah. Vijana, hii chupa mnaiona mbele yenu nyinyi wote watatu, hii chupa mnatakiwa muitizame, muilinde kama mboni ya jicho lenu, na hii chupa ndio kila kitu, ndio maisha yenu yapo kwenye hii chupa. Hii chupa mnavyoiona hii, isije ikafunguliwa mpaka siku 40. Ndio hii chupa mnakuja mnaifungua hii chupa. Mkija kuifungua kabla ya siku 40, jamani, mimi sipo. Hii chupa ndio maisha yenu, hii chupa ndio uhai wenu. Ninawakabidhini wote nyinyi watatu, na mikono yenu mnyooshe, niwakabidhini wote, muilinde wote kwa pamoja. Kuweni makini na chupa, na wakabidhini, muishike. Mwe makini na hii chupa. Siku 40 ndiyo mtaifungua na mambo yenu yote yatakuwa sawa. Muzingatie, muilinde na mjilinde. Mkifanya uzembe, tajua wenyewe. Mimi nishakabidhini chupa. Wanshalaka wa manasalaka walibaraka walibanasa waliwaraka walimanashaka wamshalaka walimanaka walibarashaka walimanasa walibakata walisalaka munzakala munzakala. Sasa Morgan, sikilizeni, mimi naomba niwaache hapa. Kuna michakato yangu naifuatilia hapo mtaa wa pili kutoka mtaa wetu ule. Kwa hiyo na yeye pia ni ya muhimu sana. Kwa sababu hii issue tushaimaliza, mimi naomba niwaache. Wewe sikia, mimi nafikiri tungefikisha kwanza mzigo nyumbani. Baada ya kufikisha mzigo tungesambana, kila mmoja angejua anaenda wapi. Hiyo ndio ingekuwa ni poa. Ni kweli, tungefikisha nyumbani hapo, mambo mengine baadaye. Joba, nakuelewa. Lakini na huu mchakato pia naufuatilia ni wa msingi pia. Ni wa muhimu kwangu. Sawa, hii issue tushaimaliza. Sawa, mpatie. Mimi sasa hivi hapa ndivyo nanuka jasho. Na mimi nataka nipike nyumbani mara moja, nibadilisha hapo ndio tutakutana. Joba. Sasa mnaona mnaanza kuita wengi sasa. Mpe Morgan. Poa, Morgan. Morgan kabisa msala, si ndio? Msala gani? Hii kazi ishaisha mzee. Kwa mimi ndio sina pa kwenda. Lakini sio fresh. Sikiliza. Sikiliza bwana. Amani. Sawa. Kesho tutapigiana simu. Tukae tuyajenge. Haina mbaya. Poa. Pamoja.
Lady huku ni wapi? Ni pale tu Mariamu. Sasa mbona vichakani? Samahani Mariamu. Unajua leo sina pesa kupeleka nyumba za wageni. Ila kwa siku nyingine haitojirudia tena. Nisaidie kwa sababu tu nimezidiwa. Sawa, sawa nakupenda. Shekhe wangu, samahani kwa kukusumbua na kukupotezea muda wako. Naam. Hapo awali nilikukabidhi chupa yenye majini ndani yake. Ndio. Nadhani nilikuambia kwamba tutafungulia wale majini. Naam. Kuwatoa katika chupa baada ya siku 40. Naam. Lakini katika wale majini ambao nilikukabidhi ndani yake kuna jini wa kike. Na yule jini wa kike mume wake ni hatari sana. Anaitwa Behnadesh. Behnadesh. Yule jini wa kike katika ile chupa ambayo nilikukabidhi ndani yake kuna mke wake. Sasa amenijia hivi Behnadesh ghafla tukaja paka. Dr. Musa. Nasikia kuna 1 2 3 4 5. Kwa bwana, mimi namuhitaji mke wangu kesho haraka sana. Sitaki vita na wewe, sitaki ugomvi na wewe. Nakuheshimu, naona unavuka mamlaka. Na mimi nikaona hapana. Kwa sababu wewe ni ndugu yangu Sheikh Komba na nilikukabidhi wale majini. Nilikuwa nahitaji kesho asubuhi na mapema ulete ile chupa tuelekee beach tukawafungulie wale majini. Ili vita isije ikawaka. Behnadesh ni hatari sana. Unaweza kumsomea kulu huwallahu mwenzako anasoma Yasini. Kwa hiyo dokta wangu, ulivyo nikabidhi ile chupa usiniambia nisifungue mpaka siku 40? La washa, nilikwambia, lakini tayari kuna kitu kimeingilia kati, kwa inabidi tufanye hivyo haraka sana, la sivyo tutaangamia na kizazi chetu. Chupa! Chupa! Chupa hiyo! Chupa! Chupa! Chupa hiyo! Chupa! Kaidi, mbona mimi sielewi? Una nini Kaidi? Chupa! 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 Mungu wangu, umepatwa na nini kangu? Chupa hiyo! Saidiani mimi, kakaangu. Chupa hiyo! Chupa hiyo! Hiyo! Wewe! Chupa! Chupa wewe! Chupa! Begi liko wapi? Sasa ndugu yangu, unaponiuliza swali kama hilo mimi nashindwa kukuelewa. Sawa, nimekuambia begi nimeibiwa. Au unahisi labda kuna mchezo ambao nimeucheza huko tofauti? Kiunaelewa mbona begi nimeibiwa vipi? Yaani labda ningekuja bila shingo na ungesema kama nimeibiwa kweli. Unataka niache nini? Niache mguu, niache mkono, niache kiuno? Hilo ndio kama nimeibiwa. Sasa hata kidogo hujaumia. Oe. Vipi ndugu zangu? Fresh tu. Oe. Mbona ghafla sana? Imekuwaje kwani? Kuna shida gani? Begi.
Begi imefanyaje? Sasa sikia. Unaona anazunguka tu. Pita vile na hivi. Issue ni moja iliyopo hapa. Sawa. Tulivyoachana kule nyinyi mkamepita njia hii, mimi nikaunga na njia nyingine. Nifika chooni tu hivi nikakutana na mbwa mtaani, kanyakua begi yenyewe katembea. Hapa ninavyozungumza nyinyi ni kwamba begi hamna, ule mzigo haupo. Kiolololela tu. Sasa ngoja. Inapoteaje begi inapoteaje? Sasa unavyosema kama begi inapoteaje kwamba watu wanakuaga wanakufaje? So wanakufa tu bahati mbaya imetokea. Okay sawa, tuache. Begi imepotea sawa. Na chupa? Kwa hiyo unavyotaka kuniambia kwamba mwizi labda angechukua begi akaa pembeni akafungua akapekua akaniambia chupa yako hii hapa, ngoja nichukue hivi hapa. Unafikiri ingewezekana? Kakwapua begi katembea. Unajua kabisa ndani ile begi kuna chupa. Na ile chupa tumepewa masharti ndani ya siku 40 haruhusiwi kufunguliwa. Haya imetokea ile chupa imefunguliwa. Kuna shida. Tutaweka wapi roho zetu? Takwaje mashahidi mpaka tunafanyaje? Joba tuweni waelewa basi. Sawa. Tuweni waelewa. Mimi sikutaka ile jambo liweze kutokea. Sawa, wanasema mchuma janga ula na wakwao. Nyinyi ndo ndugu zangu, hii ishakuwa la kwetu. Masharti tumepewa, chupa isifunguliwe siku 40. Siku 40 hazijafika masaa tu. Tumepita hivi. Kwa mimi sina kuweza kufanya. Ila kitu ambacho mimi labda naweza nikazungumza nyinyi ni kwamba alikuwa hapo ile begi sura yake limeweza kuikalili kidogo. Kwa hiyo labda tuungane, tujue tunampata wapi. Kama tukikuta chupa hajafunguliwa, alhamdulillah. Imefunguliwa ndo hapo sasa. Unamjua? Sura nimeikalili. Ila tu uwezo kusema kama nikayana hivi bato tu bato, nirudi na ile begi ndo imekuwa ngumu. Kama niweza nikaacha mguu nikarudi na vipingili vingine. Nita gani? Hapa hicho kitu cha yule mzee Mkwemba yule kule. Sikiliza. Tuondokeni, naona sikiliza tuondokeni. Sasa sikiliza. Acha tukafind hiyo kitu unasema, sawa? Twendeni, sio hiyo unasema ndio inafuata nini? Ulivyonikabidhi ile chupa nikaenda nyumbani. Katika nyumba yangu pale nilipokaa nayo mambo yenyewe ya ndani ya pilika kuna huku kuna vijana wakaja kana katika mali. Na mimi nilichokiona pale walipotafuta mali nikaona kwa sababu hawa watu ukiwapa masharti hii inaweza kufika siku 40 kwa wanadamu. Unamaanisha nini? Nikaja nikawakabidhi wale wanadamu, nikawaelezea masharti kwamba ichupa msifungue mpaka siku 40. Sasa Sheikh Komba, uone kama umefanya makosa. Uone kama unataka tuangamie. Wakati nilikwambia kabisa kwamba hii nimekukabidhi wewe kwanza baada ya siku 40, na maana unajua masharti ya uganga au masharti ya majini nilishakupa kwamba nikakwambia Sheikh Komba inabidi kwanza wewe umalizane nao ndo wapi watu wengine. Sasa wewe mikwaje umeenda kuwapa watu wengine? Shida ni nini? Tamaa ya fedha? Shida kama nilivyokuambia, ndani palikuwa na mambo ya pilika kuna huko. Na wale walipokuja nikaona fadhali huu mzigo nitautoa. Na hivyo daktari anavyokuambia mpaka sasa hivi kwa hisia zangu na ile chupa itakuwa ishafunguliwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hivi mlichokiona ndicho nilichokiona kwa macho yangu au nilichokiona nyinyi mlichokiona ni vitu viwili tofauti? Mimi mwenyewe sielewi. Yule si shetani, si kibwengo, hata sielewi yani si kitu gani. Yaani mpaka nafika hapa sielewi kilichotokea. Yaani kilichoshuka pale. Yaani nikaona weusi tu namna hii. Ase. Toka nimetoka kwenye tumbo la mamangu mzazi. Sawa. Habada ni asiani sijawahi kukutana na kitu kama kile. Ndio mara ya kwanza leo macho yangu yanashuhudia kiumbe kama kile. Siwezi kuelewa. Uende ni mauzauza. Wenyewe tumejiokopa tu. Wakati naona mnakimbia na mimi nikaunganisha. Mimi Joba, Morian, mbwa mwitu, mbwa pori. Hakuna kitu ambacho kitatupata. Niambieni kitu. Kwa akili zangu timamu na kwa akili za kiutu uzima, ile chupa itakuwa imefunguliwa. Acha ujinga wewe. Trust me. Acha ujinga. Nawaambia. Chupa inafunguliwaje katika muda mfupi? Chupa tumemaliza kuipokea tu. Sasa hivi chupa ifunguliwe. Okay sawa. Chupa zimefunguliwa. Chupa kule tumeipokea kwa mkono mmoja tu.
Umeshanielewa? Halafu chupa ile nyepesi kama nini? Halafu ghafla hiki kinatoka kiumbe kizito kwenye chupa kama ile. Wewe acha mambo yako bwana wewe. Hivi, umetoka kukiri tangu umetoka kwenye tumbo la mamako. Hujawahi kukutana na kiumbe kama kile. Unafikiri ni nini? Ndio kutoka kwenye ile chupa? Ndio kutoka kwenye ile chupa? Okay, sawa, subirini basi. Twendeni kwa yule mtaalamu au kwa yule ustazi. Tukamwambie. Yoba, tumetoka kule ukabidhiwa chupa ile masaa machache tu aliyopita. Hivi sasa hivi tunatoa hivi vimiguu vyetu tunaenda kule. Hata kama tunaenda kumwambia eti chupa imepotea. Hata siku haijaisha, kirahisi tu. Tutakuwa ni wazembe wa kiasi gani? Kwa ndio kuniambia kwamba siku 40 tulizoambiwa ndo zimefika katika dakika hizi. Tuliambia ndo zifunguke. Utakuwa ni uzembe wa hali ya juu. Acha mambo yako bana wewe. Kwa hiyo unatoka hapo unafika pale. Shehe unajua. Acha mambo yako wewe kidume. Huu mwili sio nyanya huu. Jikaze. Ndio maana tulipofika pale tukaulizwa, "Mmekuja kutaka utajiri?" Tukamwambia ndio. Nyinyi ni wanaume? Tukasema ndio, tumesimama. Sasa leo tunaona tunaonekana si wa kike. Okay, sawa, mimi na wazo. Twende nyumbani tukapumzike. Baada ya siku 2 au baadaye tukutane, tujue tunafanyaje. Sasa sikia. Mwenye kuendelea kwa mimi hapo na wazo hapo kwenye wazo lako hilo. Si ndio Kila mmoja sana chumba chake. Huko tulikotoka tumevukizana. Tumefika hapa ti. Hapa mimi nilipo sijui kama niko dunia au niko mbinguni, sielewi. Tutajulikana baadaye. Kwa kile kilichoshuka kimeshachukua na vitu vyako vingi. Ndio sijaelewa vizuri. Tufanye jambo moja. Sisi tuna vyumba vitatu, kila mmoja sana chumba chake. Si ndio fresh? Sawa. Katika msimu huu, katika muda huu tuliokuwa katika dakika hizi, naomba vyumba viwili vifungwe, kutumike chumba kimoja. Nikiwa namaanisha. Alafu maana yangu ni moja tu, afu safi kabisa. Tukae chumba hiki kimoja katika muda huu ambao bado tunataka kuangalia nini kinachoendelea. Sio kweli. Mimi na chumba changu, huyu ana chumba chake, wewe na chumba chako. Kila mtu ataenda kulala kwenye chumba chake. Sikatai Joba. Sasa kumbe nini? Hivi unavyofikiri? Kama tumeweza kukimbia tu kwa wanaume watatu. Nibaki mwenyewe sasa. Niko chumbani nimelala, nikutana niko chini. Alafu kitanda kinaelea namna hii. Hivi unafikiri mimi nakuja kushikana nani? Unapanda kwenye kile kitanda na wewe unaelea. Mwacheni masiala bana. Tushamaliza. Kwa sasa mnaniachaje? Tushamaliza. Wewe sisikia. Wewe. Joba. Basi nisubiri basi tuongozane. Ulikuwa wapi? Kaka Medi, hapa kuna matatizo. Matatizo gani? Kaka Edi amekuwa chizi. Amekuwa chizi? Amekuwa chizi. Imekuwaje mpaka amekuwa chizi? Mimi hata sielewi. Nilikuwa nimetoka humo ndani najiandaa kuoga, nimeshuka hapo na ndoo yangu na mkuta tu mtu chupa. Yaani hata sielewi. Kwa katika? Sielewi, mimi mwenyewe nimemtafuta huko. Sijamuona. Udogo wenda kashaanza kuvuta bangi. Hebu shika begi nende nikamsakanya tu chapo. Umelipata wapi hilo begi? Kwanza kana wewe mjadala mwingine hapo. Sina kuuliza umelipata wapi hilo begi, usijue kaniletea matatizo hapa. Shika usianze kuuliza, shika niende kwanza nikamsakanya. Unaenda hata bangi zake shanza kumvuruga. Yoba. Mimi? Wewe si ndo Joba? Unajuaje jina langu? Mimi nakufahamu, ila wewe mimi unifahamu. Si unatafuta chupa? Wewe umejuaje kama natafuta chupa? Ukajuaje kama tunatafuta chupa? Au ndo mwizi? Huyu ustazi huyu. Huyu shehe huyu.
tuwezeke ili tuharibu mashati, lakini ustazi utupati. Mimi ndio Joba Moriani, mbwa mwitu, mbwa kichaa. Ustazi bwana, pesa naona zinanukia. Mitihani yako yote tunaivu. Hey! Yaani ya Mungu we. Nakubona. Ndugu yangu. Ruta. Baba. Vipi ndugu yangu? Walini huu? Ndio unaponiona ndio nimetoka na basi huko. Ndio nimetua, lakini nilikuwa nataka nikaangalie watoto. Umetua sasa hivi? Yaani ndio unavyoniona. Nimetoka BK. Za siku lakini. Yaani za siku nzuri penye. Lakini nikwambie nini? Hiyo acha itapungua kwa sababu nimekuja na mchongo. Bwana. Na mchongo sasa hivi tunataka tuendeshe Marinji. Wewe tena. Unajua penye? Wewe sasa hivi ulikuwa unajifanya una haraka, lakini ukifika kule, wewe nipigie simu. Nikoru hapo uone mambo nataka kupenye. Basi sawa ndugu yangu, mimi naelekea nyumbani kwanza nikapumzike kidogo. Alafu baadaye nafikiri tutawasiliana. Yaani ukikosa nakwambia nimekuja na mbongo la mchongo. Yaani mchongo wenye maana. Haina noma. Yaani lazima tuendeshe Marinji. Au sio? Bwana mimi nakuaminia ndugu yangu. Baba. Hebu kwanza nikamwangalia mtoto. Hujaacha tu. Niache wapi ndo mambo yangu. Baba. Oya. Gari kwama. Nitoje sasa gari. Wewe toge yangu. Si nani ulitoa gari. Wewe baba toa gari yangu. Hata kwa wewe. Vipi?
Kwani unanishangaa kisa? Sio na kushangaa. Unajua ninachoshangaa ni kwamba umewezaje kufika hapa nyumbani mapema kabla ya mimi, wakati tumepishana kule mimi na wewe. Efrei, hivi ulikuwa na matatizo? Yaani nilivyokuwa najua kwamba yani wewe utakuwa na akili timamu, kumbe sinaona umechanganyikiwa. Kwa sababu mimi muda niliokaa hapa ni masaa kibao. Yaani nategemea kwamba yani kama ni mtu wa kufika Kariakoo ameshaenda ameshageuka. Lakini nashangaa unaniambia kwamba umenikuta sijui wapi. Jamani. Wewe si nimepishana wewe kule umefanya kitu chekundu wewe? Itungoi na magezi. Nyina mngamia tina bandia nunju. Nilimwambia niko hapa, yani masaa kibao. Sasa unaona Hivyo unavuta bangi? Mimi tena sasa hivi nimekuwa mvuta bangi. Unavuta bangi? Yaani unavuta bangi hapo tena ya chooni. Nakwambia ukweli. Haiwezekani kwamba yani uniambie kwamba mimi nimekaa masaa yote niliokaa hapa na kungojea wewe, alafu uniambie kwamba umenikuta sijui wapi. Okay, fine. Sawa, tuachane na hayo. Sasa hivi wewe hunifahamu. Mimi navuta bangi, mimi mwenda wazimu. Sijabishana na wewe kule. Haina tatizo. Wewe si umekuja nyumbani kwangu? Sawa. Acha niingie ndani kwanza nibadilishe nguo afu tutaongea. Chonga mavute bangi, je bangi na kuita. Na kuita. Haya. Nisubiri mimi nabadilisha nguo kwanza. Mabadilisha yenyewe? Nabadilisha nguo. Chupa hiyo, chupa. Medi. Fanyaje huyu mwanani kaka hapo hapo na mwanangu Teddy? Fanyaje huyu apate nafuu jamani? Mimi mama kweli kweli hapa mimi mazingira yangu yako fresh. Yaani nikiingia mtaani mazingira yanaweza kupatikana. Afu na wewe kama mazingira yote ile pesa ipatikane tupeleke hospitali. Sasa umeona mimi na mazingira gani? Kutwa nzima nipo hapa. Nakwambia fanya vivyo tunavyoweza ili hapa tupate hela tumpeleke hospitali. Mimi nikiingia mingo zangu hapo lazima hela ipatikane. Chupa hiyo. Hangaikeni kusudi huyu mtu apone. Mama mimi hapo kushindana kusudi huyu anazidi kuteketea. Mama mimi nishakwambia yaani uhakika lazima ipatikane. Mimi nikiingia ndio maana msisitizia. Nasikia. Hangaikeni kusudi huyu apate nafuu. Hiyo. Mungu nisaidie mimi jamani, mwanangu huyu jamani. Baba kimekumba nini? Chupa hiyo. Mambo. Hapo mzima. Mara kusamia afu nazidi kutembea. Na haraka na haraka sungeenda jana. Hebu tuone simu. Tuone simu hapo. Tu hapa. Password ya nini kaka? Nikwambia tu hapa password, uelewa. Sasa mimi nitatoaje password kwenye simu yangu na niambia una shida gani na simu? Niambia tu hapa password. Tu hapa password. Hala. Naomba nani? Hamna kitu chochote. Mbona unakuwa hivyo kakaangu? Ndio naomba. Kama kitu chochote sikiliza. Nikiondoka. Ukishaondoka. Ni ole wako upige kelele. Mwizi ameniibia mwizi jamani. Huyu hapa anakimbia mwizi jamani mwizi. Mwizi huyu hapa ameondoka na vitu vyangu huyo mwizi jamani. Nini shida dada, mbona unapiga kelele? Mwizi kaniibia vitu vyangu. Ameelekea wapi? Amepita. Hajakuumiza? Hajanifanya chochote. Okay, poa, ngoja ngakuletee vitu vyako. Vitu vyangu ameelekea huko jamani. Shamwacha mbali. Shamwacha mbali. Sikiliza. Chukua mzigo hapo. Simu shika hapo. Kafanya mazingira yote tunayojua wewe, sawa? Mimi naenda mtaani kupoa, sawa? Wewe ukishamaliza mazingira nifuate mtaani usiniangu. Hii simu tunaibabuaje? Hayo simu mwanangu, wewe unajua mwenyewe tumepiga hapo. Wewe ukafanya vyovyote vinavyowezekana, sawa? Ili tupate hela kumpeleka dogo hospitali, sawa? Bwana. Sikia baridi. Sikia. Nipange. Mtaani sasa hivi. Usiniangushe mwana. Baridi. Mimi siniangu? Sikuangushi. Utakuta au basi. Baridi. Poa, haina noma. Joba,
Karibu. Karibu shemeji. Asante, habari? Safi shemeji, karibu. Vipi ndugu yangu, nimekuta? Yaani ninapokuambia ndugu yako tangu jana hajarudi hapa nyumbani. Wewe. Sijui nini kimemkuta, sijui ni pombe, sijui ni wanawake, sijui ni nini. Toka jana mpaka leo hajarudi. Ananipa stress. Sijalala ninapokuambia shemeji. Sasa afadhali sijamkuta. Afadhali? Sasa shemeji, wewe unajua. Ndio najua mimi. Yaani nahisi hiyo kabisa ni pombe au wanawake. Dhidi ya vitu hivyo viwili hakuna kingine. Sijaongelea hilo shemeji. Sawa. Mimi ninachoongelea, wewe unajua jinsi gani mimi nahangaika kwa sababu yako wewe. Sawa. Nimekuwa kama machinga sasa. Muha yule anayezunguka kwenye mitaa namaliza kwamba kichochoro hiki kwa sababu yako wewe. Utanitesa hivi mpaka lini? Sasa shemeji, Joba akija kujua itakuwaje? Sasa anajuaje? Wewe utamwambia? Simwambii, lakini jua kwamba mapenzi hayajifichi. Ni kweli mapenzi hayafichiki. Ila mimi nakupenda kweli kuliko yeye. Na mimi sina nia kukuchezea. Nikwambia tu shemeji. Sawa. Kwanza kingine angalia. Joba ana mwili mkubwa ule. Mwili mkubwa. Unajua ni manyanyaso ya kijinsia. Yaani ni manyanyaso ya kijinsia. Ila mimi na wewe portable and me portable. Together we are portable ring. Sawa? Tunaendana. Simona bwana. Na mimi ni yangu sio kukuchezea wewe. Lakini hata hivyo ananipa stress sana. Mimi shemeji nitakufikiria. Nipe muda kwanza nifikirie, alafu then nitakupa majibu. Wewe fikiria shemeji, mimi yangu ni kuoe kabisa, nikuweke ndani. Hayo mambo mengine hayo, masuala ya ndoa imekamilika, tunamuita yule pale. Sawa? Kadi imeenda pale, kaja hajaja shauri lake. Ila mimi ni yangu kukuoa, sio kukuchezea. Wewe mpaka sasa una muda gani na yeye? Tuna kama miaka 10 lakini ni stress tupu. Yaani ndani na hiyo miaka yote ni stress, lakini miaka 10 mtoto si darasa la ngapi, si mtu mzima kabisa. Muona sasa. Fanya hivyo shemeji. Mimi nakuomba, fanya hivyo. Mimi naumia sana kwa ajili yako. Morgan. Vipi? Poa, inakuaje mzee? Shwari, inakuaje? Poa kama kawa. Bwana nilikuwa namuulizia Morgan mzee. Morgan hayupo. Katoka. Unaweza ukajua kaenda wapi au kakuaga anaenda wapi? Hajaniaga. Muda fulani nilisikia vyombo vinagongana humo, mwisho kelele zikawa zimekata. Sijui kama ametoka au vipi. Kuna shida? Hamna. Salama. Basi sawa, baadaye. Poa. Chupa yo! Chupa yo! Pole mwanangu. Umeibiwa? Nimeibiwa mama, nimebebewa simu yangu, pochi yangu ilikuwa na vitu vyangu vya muhimu. Pole sana mwanangu. Yaani mtaa huu tangu wa vijana warudi waingie kumekuwa shida moja kwa moja. Yaani sina amani kwa kweli. Pole sana mwanangu. Asante. Pole Dapendo. Asante. Sasa mbona kaka mwenyewe aliniibia ni huyu hapa? Ni huyu alikuibia? Ni huyu aliniibia. Wewe Medi. Kwa nini unakuwa tabia mbaya hivi? Kwa nini tabia ya wizi? Ujui ni dada yako huyu? Mama dadangu? Mimi nilikuwa sijui mama, afu ndo kama hivyo kaingia kwenye anga zangu nini. Umeona? Sema fresh mama, sema hata sijamuumiza wala nini. Ngoja nifuatilie mzigo wenyewe nione kama mshikaji hajauza nimletee basi. Hivi wewe Medi, unakuwa na tabia gani? Wengine machizi, wewe mwizi. Jamani nyumba, yani vululu. Yani hata tuelewe. Wewe unakuwa na tabia gani wewe? Hivi utabadilika lini wewe kwa tabia zako kama hizi wewe unazofanya hapo? Tumezichoka bwana tabia zako sisi hapa. Na wewe bwana ongea sana. Anaongea sana nini kama una tabia mbaya nisikwambie bwana? Unaboa bwana mambo yako. Mama simsikilize dada, nimengoja nifuatilie mzigo mama ni. Chupa hiyo. Hiyo. Safi. Fresh. Bwana huu mguu unavyoniona hivi.
natokea kwako. Nilienda kidogo huko nani kwa Mugisha hapo. Kwa Mugisha? Yuko poa? Yuko poa. Da baridi. Sasa mimi bwana nataka kuhama kule. Napokaa kule nataka kuhama, nimepata chaka jipya. Si unajua ukipata chaka jipya unaangalia, sio unaangania tu sehemu moja. Kwa kuna sehemu nimepata, nikasema hakuna mtu yoyote mtaani hapa wa kumpa taarifa zaidi ya ndugu yangu wewe Joba. Ndo nikatoka nga mpaka kwako kufika pale. Hodi nini anatoka shemeji. Umemkuta yule demu pale? Nimemkuta. Nafikiri ashaondoka. Hapana, yupo. Ndio nikamuulizia akaniambia umetoka. Huwa demu wangu anakuja bila taarifa yani. Yaani akimkuta toka mswala mkubwa ile mara. Kweli. Sasa fanya hivi kwa sababu mawasiliano mimi na wewe nayo. Ndio. Alafu hilo jambo ulilosema ni zuri. Unajua unapohama sehemu kaenda sehemu nyingine pia akili nayo inaongezeka. Sana. Tusipoteze muda. Nitakucheki. Acha mimi nikamtoe faster. Ilikabumburuka bure. Lakini sikiliza, uliofanya jambo la muhimu. Kama unahama pale na sehemu nyingine, lakini umezoeana sana na kina Stella. Kawaida bro, maisha kubadilika. Kama bendera, sometimes upepo ukielekea huku na unafanyaje? Unafuata kungangania sehemu moja. Kama maisha kama unavyokuambia kama kiovyo, ukiachekea tu na anacheka. Sasa natakiwa tunune. Hivyo. Namba zako ninazo. Tusipoteze muda. Nitakucheki. Acha mimi nikamtoe faster. Ilikabumburuka bure. Sasa angalia mwanangu. Niangalie nini kuangalia? Unamaliza kuongea basi aishi. Unawapanga tu. Wacha waje. Mbwa unawekea tu. Poa mwanangu. Subiri basi niende ndani. Ndani kwa nini kaka? Silipo kwa ajili yako. Subiri. Yaani bwana mimi nimekuta hapa ndani wewe sasa hivi hakukuhusu. Sawa? Sikiliza. Huko nilikotoka huko. Sio kwema hata kidogo. Yaani nimekuja kukutafuta hapa mimi na wewe hapa tuongozane ndugu yangu. Chonde. Kuna nini sasa? Sikiliza basi. Mimi na wewe hapa sasa hivi mguu wako mguu wangu. Twende kwa shehe. Kuna nini? Kaka, yaani yanaendelea kutokea sasa hivi. Wallahi nakwambia. Subiri basi wewe. Nisikilize basi ubadilishe nguo wapi mimi na wewe hapa tunataka tuondoke nenda kwa shehe. Sawa? Yanaendelea kutokea ndugu yangu sio mambo mazuri. Hamna lolote bwana. Nisikilize basi. Sawa? Hapa penyewe unaponiona hapa nimetoka kwa Morgan. Sawa? Maana nimeanza kupiga simu kwako haupatikani. Morgan hapatikani. Sasa nimeanza kumtembelea moja. Nimeenda kule hayupo, nimekuja wewe afadhali nimekuta hapa nje. Hata ndani usiingie kaka. Sawa? Naomba mguu wako mguu wangu. Twende kwa shehe. Kaka, yanayoendelea kutokea mimi nakuhakikishia wallahi ile chupa itakuwa imefunguliwa. Na niliwaambiaje mimi kule ile chupa itakuwa imefunguliwa. Sawa? Japo hatuna uhakika lakini yanaendelea kutokea hapa sasa hivi. Tunaenda vipi wakati Morgan hayupo? Huyo Morgan achana naye. Utajua mama Morgan baadaye kaka. Wewe hajakukuta ndio mama nasema hivyo. We, muishie hapo. Sasa si utusikilize basi hata kidogo. Sina la kuwasikiliza. Mliolipanda mkalivune. Sasa tumepanda nini? Kule kote kuna lami kule mjini kule. Kote kuna lami. Na wewe utakuja kugeuza shoga. Ustazi, yashakuwayo. Tusikilize basi hata kidogo. Hivyo mnabishana na mimi, nimewaambieni sitaki kuwaona. Mlipotoka ndipo muende. Sasa tunarudi wapi? Sisi tumekuja hapa ili utusaidie. Ndio lengo. Sasa wewe tena tunafika hapa tugeuke tulikotoka wapi sasa tena? Zakallah, kama nawatisha basi subirini muone ninachokifanya. Shehe, ngoja kwanza. Shehe. Wewe wote ni wewe bwana. Baza vipi? Anderson vipi? Fresh kama kaa. Mimi na kazi mwanangu.
Njoo tuzungumze hapa. Ndio umeleta neema mapema. Si unajua tena. Bana. Mungu sikiliza. Bwana, mimi nimekuita hapa, mimi na kazi. Hii hapa hii. Simu inauza. Okay. 200 tu na ni simu nzuri ambayo ina majanga yote. Angalia hata kwenye uwezo wake. Ni simu mwenyewe umeona. Unaisukuma huko. Shabiki wa Yanga ni? Kindaki mwanangu. Unajua tena wananchi. Nchi ya kwetu. Nchi utopolo. Okay, unaisukumaje? Hiyo 200,000 ndugu yangu. 200,000? 200,000 wewe unayo? Sabaza. Ningekuwa na 200,000 ningekuja hapa kwako. Sasa unaongea wewe, angalia simu hii vizuri babu. Mimi sijakataa. Tambo nimelelewa. Sasa usizungumzie na swala dukani, si ningeenda dukani hata mimi? Au duka lingenifuata hapa? Sawa. Zungumza ila kuuza. 200,000 la kuuza. Mimi nakupa 9. Sio Tanzania bwana. Yaani mtu akiwa na matatizo ndo mtu anamlalia hapo hapo. Sio kalale wapi? Sikia sasa. Niongezea hapo kidogo mwanangu. Mimi na shida mwanangu, na matatizo. Mimi sikupenda kuuza hii simu. Shida ndugu yangu, na shida. Sasa una shida, mimi ndo nina hela hiyo, nimekuambia. Ukweli wangu ndo huo. Unafanyaje? Niongeze shilingi. Sikia. Tusongee sana, ongeze 5,000. 5,000 huko. Mkwana. Sisi wa Tanzania bwana. 95. Simu ya kwenda hiyo. Haina ngolowanje? Haina. Sio masuala mengine za kuletea na ngolowanje hapo. Hiyo nimenunua mimi mwenyewe, tena nimenunua 300 hiyo simu. Sasa sababu ya matatizo tu ndo maana niuza bei hiyo. Poa. Kwangu chekia. Nitie langu fast niondoke. Dakika 0 hapo. Poa. Bwana fast basi. Kwa shemeji yupo mbele hata na maji basi. Sasa mwanangu. Kwa mfano sijatoka ndani na kwaje? Naingia dirishani. Poa nakuja. Poa. Yaani wa Tanzania bwana, kwa kupenda mitelemko, unapokuwa na shida, pale ndo mtu anakukanyagia juu. Basi bwana, fanyaje? Kwa sikilizie tu hiyo hela maliza matatizo yangu. Basi tu. Datedi. Nani kanifanya hivi? Na kwa nini nifunga? Kadi, kwani umepona? Maswali gani haya? Nifungue bwana. Mnanichafua. Alafu mmenifunga, unasema unaona? Mimi nilikuwa naumwa. Kasema nani mimi naumwa? Nani kanipaka paka yangu tope? Cheki. Hii bwana. Ili mmenipaka mtope. Nanuka kama hivi. Asante Mungu, kitu gani wewe kanitia maji ya kuoga bwana? Cheki. Ndio kuna kama niko na basi yangu. Hata tarehe bado hajafika. Mwanguruta. Mbi. Vipi? Urenji. Kama kawaida? Yaani mpango. Za huko kutoka huko nani huko Bukoba? Yaani Bukoba kwema, yani maisha mazuri. Yaani nakwambia. Nipe swali zoleta kutoka Bukoba mwanangu. Mimi mwanao ujue. Najua wewe ni mwanangu na ndio maana nimetoka huko na nikaja kwako hapa. Lakini sasa nimekuja siku hii ni siku ya 3 na zawadi zote zilikuwa zimeshaisha. Si hawezi kuisha kwa mwanao. Mwanao tu, lazima umwachie kidogo. Ni kweli. Ndio. Vipi lakini? Si mimi niko fresh. Uko poa? Kabisa. Kama ulivyoniacha ndo kama nini. Shemeji ajamu. Mimi shemeji wapi na wapi ndugu yangu? Wewe unasikia sasa hivi una mtoto mweupe. Mtoto mweupe, mtoto umi.
Watu waambia sana. Umeshakufikishia mara hii, umefika tu. Ni kweli. Ni kweli. Naamini. Naona kitoto cheupe. Lakini nakwambia. Niambie mwanangu. Kuna vitu vingine. Ndio. Ukija ukijichanganya, umejikoroga. Nini tena? Yaani ninavyokuambia hivi, usione ile rangi naigaramikia mimi. Yaani na ukiona naitunza naigaramikia mimi. Na ndio maana nimefilisika kwa ajili ya yule mtoto Umi. Lakini nakuona kumbe, yani nilikuwa nakutega kidogo niangalie huko kwenye line gani, lakini nimekuja nimekubamba. Yaani wewe unachezea pengine pasipo. Kini, nataka nikwambia kitu kimoja. Mimi Umi wala sijatembea naye. Sema tu huyo mtu aliyokusambazia habari, labda tuona tunasalimiana tu. Nakwambia hivi Bahati. Yaani ndio bado nimekuangalia, nimekuchekecha, nimekuangalia na nikaja moja kwa moja na wewe ukaingia. Na mimi nakwambia hivi usini ukaangalia hata kwa rafiki utakukatika hapa. Yaani mimi sipendi. Ile yani moyoni mwangu ninavyompenda mimi ndio najua. Yaani ile ndio sababu yangu, ndio maisha yangu. Yaani nimekwambia. Ndio maana nikamgaramikia na wewe ukaja kwanza eti unajichanganya. Sasa jichanganye nikuone mwenyewe. Sasa nakwambia mara ya mwisho. Nakwambia yaani ukitaka uone ubaya na mimi chezea Umi na nimeondoka. Nitakuchinja. Huyo atakuwa Preston, sio mwingine. Huyo ni Preston. Haiwezekani. Huyo ndo amesambaza uongo na umbea. Kama kawaida. Vipi? Kama mchongo. Fresh. Babu, naomba ile simu. Simwimbi tena babu. Simekupa simu pale na begi. Wewe uliza mwanangu, biashara ya simu imeendaje? Ushauza au vipi? Sio niuliza tena unataka simu. Sawa, lakini yule manzi babu niliombabua yule sister wangu nimefika mtaani pale. Umeona kumkuta na bibi mkubwa pale kakalishwa pale. Umeona. Fika tu mwanangu kumuona hivi. Mwanangu kabongera bibi mkubwa kawaka kishenza anataka mzigo urudi. Kwa kumbe ulimbabua ndugu yako. Babu sio mchezo. Umeona. Sasa umesukuma shingapi? 50,000. Shingapi 50,000? Ndio. Babu umezingua mwanangu. Mimi sijazingua. Wewe una shida. Umesema mwanangu, sikiliza. Mimi namkwapua mtu hapa, nikupe biashara ukafanye ili msaidie ndugu yangu. Si ndio? Sawa, lakini tambo mwanangu kama lile unauzaje 50,000 sasa? Sasa nimehangaika, nimekosa wateja, nataka nikusaidie wewe kwa sababu una shida. Wakati kila siku unasema na wateja. Sasa kama maisha yenyewe sasa hivi hapo kwa magumu hivi, kila mtu anakuambia Mungu, mimi sina hela. Sasa 50,000 utaiacha? Lakini sawa, kama hivi nishaharibu mtaani. Umeona sasa naharibu mtaani kwa shilingi 50,000 mwanangu. 50,000 mwanangu. Ondoke sasa hivi twende home kwa hela yako na mimi hela yangu, afu ule mkoba sisi tunafanyaje? Yule tangalia la jinsi ya kufanya sio. Pole na safari. Asante, nimeshapoa. Pole sana kwa uchovu, maana unaona uvivu wako. Asante. Mgonjwa anaendeleaje? Mgonjwa sasa hivi ana afadhali, sio kama mwanzo. Sasa hivi angalau kidogo anatia moyo. Safi sana, jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli. Unajua ugonjwa bwana unavyoingia mara moja, lakini kutoka inakuwa kidogo hatua. Ndio maana ukisikia mtu fulani anaendelea vizuri, watu wanashukuru Mungu. Kwa hiyo sio ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Kitu gani kinaendelea? Mbona katika kipindi ambacho umenitesa, ni kipindi nimeteseka sana uje kwa ajili yako. Hiki ambacho umeenda nyumbani, nimesumbuka, nimehangaika sana. Piga simu mara kupiga simu, tuma message, hakuna majibu. Yaani kafikia hatua sasa nikasema hapa sasa kilichobaki hapa kumpigia simu huduma kwa wateja kule, nipigie simu niulizie jamani huyu mtu kapita huko. Maana kila nikifanya hivi majibu hakuna. Tatizo nini? Yaani kilichonikuta kule sina hata sijui ndio kukaribishwa ugeni huko, kutembea njia kama yangu. Nimepita zangu mtaani huko nikapolwa na kibaka, kaninyang'anya simu yani. Nimepata wakati mgumu huko. Kwa hiyo wakaamua kukukaribisha. Mimi nikaribisha huko mtaani kwao. Isee pole sana. Asante.
Basi ndio maana unajua nimehangaika. Yaani kiukweli nimesumbuka. Alafu nikasema hii mbona sio kawaida yake. Pole sana. Cha kushukuru Mungu umerudi salama. Uko mzima, hawajakutia doa, maana nikakuta una bonge la nani hapo la plasta usoni hapo. Mwizi mwenyewe anaonekana ni mstaarabu. Anataka bidhaa tu, hataki hata kuumiza. Mambo jema. Sasa kuna kitu mimi nimeamua kukifanya. Najua mimi bwana kwenye kujitoa kwa ajili yako, yani naona hakuna jambo lote lenye muhimu kwangu zaidi ya wewe. Yani wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Sana. Na ndo amani. Yani niko tayari nifanye jambo lolote yani juu yako wewe, mali tu moyo wangu upate amani. Kwa kweli. Mimi bwana kuna surprise yako. Nikasema hii naifanya kwa ajili ya mpendwa wangu. Nimekununulia simu. Kwa ulivyoona nipate ukamoja ongeze. Hapo ndo ujue Mungu fundi. Mungu fundi japo atumie biliji. Iko wapi sasa? Mara sasa unamshanitamanisha. Ngona sasa hapo jiulize, unapoteza simu afu unapata simu. Unapata simu kirahisi. Na sio kupata simu, unapata simu kwa mtu ambaye anakupenda. Mpya. Simu hii hapa. Na simu mpya kabisa. Na zimepanda kweli saa hizi, lakini nikajilipua mtoto wa kiume, nimejitutumua ni kwa ajili ya mtu ninayempenda. Maisha mapya hayo. Kule ondoa stress kama waliiba nini, achana nao. Kwa hiyo simu umenunua dukani? Nimenunua mpya kabisa dukani. Kabisa 300,000. 300,000. 10,000 zinakuwa ngapi zile 30? Nimetoa. Na cover juu umenunua? Wananchi huyu. Kama hili. Hivi unajua kama hii ni simu yangu? Hii ndio simu nilioibiwa mimi. Hivi kila kitu hivi. Yaani wanataka kufungua kwenye picha hadi picha zipo. Jamaa siala mwana simu yako hiyo? Jamani simu yangu hii nilioibiwa jamani, Mungu naye ni mwema. Yaani mimi nilikuwa na majonzi napata wapi simu inakuja kirahisi tu hii. Sasa simu. Una uhakika umenunua hii simu dukani? Sio swala dukani. Wewe alikuibia ukoje? Aliyeniibia mtu mwenyewe ni mtoto mamangu mkubwa. Pale nilipoenda kusalimia. Nafika kidogo na yeye huyu hapa. Yaani mpaka nimeshangaa. Au ndio yeye akakuuzia? Kwa ndugu yako? Ni ndugu yangu ndio kanipola. Kwa yeye ndio kakuuzia wewe. Sasa mimi mbona aliyeniuzia ni mtu tofauti na unamsema? Huyo ndugu yangu namjua. Huyo alioniuzia ni kuna jamaa fulani namfahamu hivi, jamaa fulani hivi ana vindevu hivi. Ana vindevu mshikaji fulani hivi. Kwa kumbe wewe ni muongo, hujanunua dukani, umenunua kwa mtu. Mambo mengine bwana mpenzi wangu, mimi nimenunua hiyo simu sawa ni kwa mtu sio dukani, lakini nimenunua hiyo simu nikasema inaenda kumpelekea mama mtu aishi nayo. Aisee, mimi nashukuru tu. Yaani kama simu nilikuwa na mawazo ya simu, asante. Sawa Mungu mwema kwako. Sasa napata simu mimi 95 yangu hapo sina wapi sasa. Sasa wewe naye bwana. Asante. Yaani simu imerudi kirahisi. Simu imerudi. Maisha marahisi sasa. Yaani hadi namba zipo. Yaani kweli unadanganywa tu kirahisi. Kwa hiyo umepata simu yako au vipi? Ndio hii ndio, asante. Poa bwana, umepata simu ya mimi sasa yangu. Poa mwangu, mimi nenda na kijiweni kamwongea jamaa kama nitamkuta kule mwana. Poa, asante jamani, Mungu akubariki. Asante za nini bwana? Asante nyingi wakati hela imeenda bwana. Asante ya nini? 95. Ndugu yangu, niambie. Shwari. Mambo yangu. Mwanangu sika nikwambia kitu. Sawa? Sasa habari za kishamba. Tumefanya biashara. Sawa? Nimekuuzia simu umenipa hela. Masoko nifuate mbele nikupe hela. Angalia bro. Naomba hela yangu kabla tusitafutane ubaya. Naomba hela yangu tusitafutane ubaya. Si unaniona vizuri? Wewe mwanangu unaniuzia simu kumbe simu ya wizi mwanangu. Acha ushamba bro, simu sio ya wizi, simu nimenunua dukani ile. Kwa hiyo unanipandishia mwanangu. Unanipandishia, simu sio ya wizi ile. Hela tamu mwanangu, au sio unanipandishia?
Ushakuuzia simu hapo, unataka unizingue saa hizi mwanangu. Wewe mwanangu umepiga simu huko mwanangu, unakuja kuniletea simu na wewe pesa zangu umeshakula mwanangu saa hizi. Mimi nachukua simu nampelekea demu wangu, kumbe simu mwanangu ndio mmwibia yeye mwenyewe. Simu hawizi wapi wewe? Acha sasa sikia, fresh mwanangu, simu sio hawizi. Sasa mimi hapa naenda zangu polisi kuchukua arabi, niwachukue nyinyi wote wawili. Unanisoma vizuri? Alafu kule ndo utaniambia sasa kama umenunua dukani, risiti sitasoma. Fresh mwanangu. Pesa yangu si umekula? Baridi. Sikia bro, sikia. Sikiliza. Tusifike huko. Wewe si ndio unataka tufike huko? Okay, basi tusifike huko. Sikia. Wewe shida ni simu, shida ni hela. Mimi nataka pesa yangu. Simu ishaenda kwa mwenyewe, unielewe vizuri? Kwa simu ushapeka kwa mwenyewe sio? Sikia mwanangu, unajua moja ya kitu ambacho unanielewa vizuri, moja ya kitu ambacho sikipendi katika maisha yangu ni ugomvi. Mimi nitamtafuta jamaa. Sawa? Atanirudishia hela, nitakurudishia hela yako. Fine. Hivi unajua mwanangu 95 sio hela ndogo, unajua kwa sababu. Sawa. Tena umekuja mwanangu unaniimbia pale mwanangu, unaniimbia manyimbo ambayo hayaeleweki. Mimi nikaona mwanangu ana shida huyu, nimzingatie. 95 mwanangu. Kumbe tambo mwanangu mmeiba mwanangu wadau. Alafu mliomuibia demu wangu mwanangu. Si unanielewa vizuri? Basi mwanangu, fresh. Mzee mmezingua. Yaani amini kwamba mmezingua. Nimekubali babu, nimekubali. Maana nimekuwa mpole. Poa, tusigombane. Pesa yangu naipataje? Yaani nikipata jamaa tu hata leo jioni mimi nakupitishia pale kwako. Kweli, amini. Mzee, amini mwanangu. Kweli. Tusitafutane tena. Haina noma. Mimi nitakutafuta nitakupa hela yako. Sio tusitafutane. Mimi nitakutafuta nitakupa hela yako. Si ulikuja nyumbani? Njoo nyumbani nipe pesa yangu. Haina noma. Tusigombane. Poa poa mwanangu. Fresh mwanangu. Pesa yangu. Haina noma mwanangu. Fresh. Tusije tukagombana mwanangu. Hamna bwana, wewe ndugu yangu bwana. Ile ndio pesa ya kufanya biashara bwana. Hela hizi. Hela hazina undugu mwanangu, hela hazina urafiki ujue. Haya bwana, mimi ndugu yangu. Zangu. Leki. 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 Leki siku yangu. Mbezo wangu. Edi, na swali nataka nikuulize. Swali gani mama? Niulize tu. Hivi wewe unavuta bangi? Hapana mama, sijawahi kuvuta bangi hata siku moja. Nasema kabisa, wala sija kuvuta bangi na wala hata sija kuigusa hiyo bangi. Aya, uvuti bangi. Mbona unakuwa katika hali hii? Tatizo ni nini? Chupa. 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 Umefanya nini? Chupa. 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 Hiyo. Chupa. 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 Hiyo. Chupa. 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 Itakuwa mauzauza. Sasa naanza kuamini ile maneno ya Faisal. Na itakuwa kuna mtu kafungua ile chupa. Maana sasa hii itakuwa ni kweli. Sasa la kufanya, tukutane tujadili kwa upana. Mali ishakuwa kubwa na ishakuwa balaa.
Umepita nini? Umepita nini? Mbona nikwambia? Vipi? Wakubwa zangu ambaye nisamehe yote anafanya. Wakina majini wote Subwana, wakina jini Makata. Majini wote naomba nisamehe. Wakubwa. Wakubwa. Wakuu wa majini, ninaombeni mnisaidie sana kwa makosa niliyoyafanya. Naombeni mnisamehe. Kweli nimefanya makosa makubwa sana. Msije mkaiangamiza dunia kwa ajili ya uzembe wangu. Mnisamehe sana wakuu wangu. Mimi nimetenda makosa kukabidhi chupa kwa mikononi wa watu. Wakuu wangu, nimeatenda vitu vibaya. Ninaombeni mnisamehe kwa makosa yote niliyofanya. Naombeni sana mnisamehe, nimeatenda makosa makubwa. Naombeni ndugu zangu. Naombeni mnisamehe. Mimi kweli ni Komba. Naomba mnisamehe kwa yote niliyofanya. Naombeni mnisamehe sana. Naombeni mnisamehe. Naomba. Kimya. Nimeanza na hao ulioamini kuwapatia mzigo. Nitafata na wewe na huyo mkuu wako. Naombeni mnisamehe ndugu. Naombeni mnisamehe jamaa. Naombeni mnisamehe. Nafanya mazoezi. Joba, sikia ndugu yangu, haki ya Mungu mimi nakuapia, ili swala kwangu mimi lazidi kuwa gumu tena mpaka nachanganyikiwa, na wahenga wanasema mficha maradhi kifo umumbua. Unamaanisha nini? Mimi nahisi ili jambo tuliweke tu wazi kwa watu, kwa sababu huenda tukapata pia msaada, kwa sababu huko tunakoelekea huko mimi naona swala linazidi kuwa gumu. Faison, hivi upo nje na nini akili yako? Unafikiria kweli sisi ni wanaume, inatupasa tujenge pale tulipobomoa, na sio kuomba msaada kwa watu wengine. Kama yule sheki ameshindwa, tutafute sheki mwingine au mganga kienyeji. Natumai yataisha hayo. We Joba, mimi nahisi yanaonikuta mimi, wewe hayakukuti. Hayakukuti Joba. Hata kama isakuwa ni makubwa, lakini kwangu ni makubwa zaidi. Hivi unavyoniona, tokea jana sijarudi nyumbani. Sawa? Na hizo nywele pia meziona nzito, ndio maana mezitoa. Huenda tu ni ustazi anataka kupima akili. Na nikwambie ndugu yangu, utajiri uji hivi kama kirahisi rahisi tu. Lazima tushindane nao magumu. Wewe sasa unaelekea wapi? Nika nyumbani. Mimi nitafanya nini ili nikapambane nao mengine? Naona nafurahi. Kaka karibu. Asante. Vipi? Safi, pole na kazi. Asante pia. Umekula? Ndio nimekula. Vizuri kabisa, umeshiba? Vizuri kabisa. Sawa, mimi niko ndani. Mtu yote akija kuniulizia, mwambie sipo. Sawa kaka.
Ndugu yangu. Umekuja nyumbani kabisa. Niambie. Hivi unajua wewe jamaa mieyusho sana mwanangu? Mieyusho nini tena kata kusalimia ndugu yangu? Wewe tumekubaliana nini? Ungepokea kwanza salamu kaka. Salamu ya nini mwanangu? Toka jana tumekubaliana kwamba uniletee pesa yangu. Nimesubiri jioni mpaka kiza kinaingia kimya. Pokea salamu kwanza. Bwana, haijanileta salamu hapa, nataka pesa yangu. Sikia nikwambie. Usiwe kama mtoto mdogo. Sawa? Usiwe kama mtoto mdogo. Mimi hela ningekuwa nao ningekuletea hela. Mimi sina hela ndio maana mwana sijatokea jana kwako. Kwa hiyo kunifanya mimi kuja kukaa kwako kama nimekuja kudai kodi mwanangu baba mwenye nyumba yako au vipi? Sina kushangaa umekuwa kama mlinzi. Mimi sina hela ndio maana sikutokea kwako jana. Sasa tumekubaliana nini? Makubaliano ni kwamba unipe pesa yangu. Hela sina sasa. Sasa hela una mimi napata pesa yangu sasa. Mimi ndio nakwambia uje hapa. Hela sina ndio maana sijatokea kwako. Ungesubiria nifanye michakato nikuletee hela babu. Sio unakuja kukaa kama mlinzi hapa. Barigana nataka unileta mimi na kuogopa. Sikuogopi. Bwana, mimi sijaja hapa kwa sababu kwamba wewe uje kuniogopa, si ndio? Mimi sijaja hapa ili uje kuniogopa. Sijaja na mapembe hapa. Nishakwambia sikuogopi na hela sina. Subiria kwako, nikipata hela yako nitakuletea. Sio kuja kukaa kama mlinzi hapa. Wewe vipi babu? Wewe ni kinabo nini ase? Ione pesa tamu ya mwanaume mwenzio. Si unaona pesa tamu ya mwanaume mwenzio utakuja kuitoa pesa katika mazingira ambayo utaamini wewe. Si unaelewa? Mtu mwingine sio mimi. Wewe vipi? Usijione na vindevu ukataka kutishia kila mtu. Si unaelewa? Sio mtu mwingine sio mimi. Sawa fine. Pesa yangu mimi utatoa. Sitoi. Utatoa pesa wewe. Amua na chomuma ni sina hela. Amua. Baridi. Vipi wewe tembea huko. Na singine nikikuta hapa na kuzingua hapa nyumbani. Sawa. Pesa si ya kwako? Ndio ya kwangu. Kwangu mimi umengangania, si ndio? Sio nimengangania, ningangania hela kwa hela singekupa hela. Kwa tembea zako huko bwana, usabali zako za kishamba. Sepa bwana. Kutafuta umekuwa nani wewe? Nini wala watu wengine wanakuja kuja nyumbani kabisa kunisubiria tu na nisubiria tu kwa sababu hela unadai hela. Nini sasa mwana shida nini? Tulia. Sasa hizi hapo. Fresh. Sasa nini kufuatiana mwanangu? Sawa mwana. Oya. Nirudisha hata line ya simu mwanangu la. Masikia na mkosi wewe mwanangu, yani kumdai hela tu na mimi nana. Mambo gani mwanangu? Oya. Mwanangu bado mpya kabisa. Kaka, mimi nimetoka kule nyumbani kwangu mpaka naanza kutembea na ili jua lote ili linanichoma na kufuata wewe, nafuata chakula. Muda wote wewe uko unafanya nini? Hapana dadangu. Ni wateja tu wamenizidia. Unaona muda kama huu wa mchana wateja wanakuaga wengi sana. Alafu sisi wenyewe wahudumu tupo wachache. Samani kwa hilo dadangu, samani. Kama mnajijua mpo wachache, kwa nini msiajiri wafanyakazi wengi? Kama mnajua kuna wateja wengi, ajirini wafanyakazi wengi. Kila mtu apate huduma kwa wakati wake. Hilo nalo la kuongeza wahudumu tutalishughulikia. Samani haisaidii chochote, naomba mzigo wangu niondoke. Huduma mbovu. Hapana bwana, tusamee tu. Nenda kamtafute Hemedi, mwende kamtafute kaka yako. Sababu mimi nilikuwa wakati naongea naye hapa nilikuwa namuulizia kuhusu wewe una matatizo gani, mbona hauko sawa sawa? Akasema mimi sivuti wala ni mara, kaza chupa, kakimbia mbio kaondoka. Hata alikwenda sijui kama ameenda wapi. Ina maana kaka Edi uchezo umemwanza tena? Ndio maana yake. Akasema chupa huyo amekimbia, yani kakimbilia huko kaondoka. Mungu wangu kakaangu jamani. Sasa subiri nikaoge mama. Wewe kaoge? Mama, sasa unanikataza kwenda kuoga? Mtafute kuoga maana. Haya. Mwanaume una haya Mbona sikuelewi? Mambo gani kushtuana sasa hayo? Sio mambo gani ya kushtuana hivi, wewe kabisa unakuja nyumbani kwako unanyata, unachungulia. Unachungulia nini nyumbani kwako?
Huna haya mwanaume. Toka jana hujarudi nyumbani, umerudi unaanza chungulia kama mwizi. Cheki ulivyopendeza, umenyoa, umependeza kama umetoka kwenye send off. Hivi una shida gani lakini? Au umepata mwanamke mwingine? Mpenzi wangu, yeye ungejua inanisibu mimi wala singesema hivyo. Wewe niambie tu ukweli. Kama umenichoka niambie ili nijue. Sio mambo unayonifanyia kila siku shida, kila siku matatizo. Na nikimjua sitakubaliana naye kwa sababu yeye ananitesa kila siku, mimi naaza kila siku, mimi napata vikwazo namna hii. Mara uniite chupa. Nakwambia nisijue mwanamke, nikimjua sitakubali. Kabisa, yani nakwambia tu ukweli. Sijui unanielewa. Ana shida gani lakini? Huyu lazima atakuwa amepata mwanamke mwingine. Sasa nikimjua huyo mwanamke, nikimjua ananifanya mimi nateseka namna hii, naumia kila siku, sitakubaliana naye. Yaani lazima nitamkomesha. Kaka Faison! Kaka! Maskini kakangu, sijui kakutana na nini. Ishakuwa changamoto sasa. Maisha yako ishi bila simu, bila mawasiliano, sina kwa. Sasa tena kupata simu kweli. Maisha ya utafutaji bila mawasiliano kweli jamani. Anderson. Mambo vipi? Umekuja na pesa yangu? Kwanza naomba unisamehe rafiki yangu. Sawa. Nishindwe kujicontrol hasira zangu hizi. Nikakujibu vibaya. Naomba unisamehe mshikaji wangu. Ila kuna mzigo nimekuja nao. Ili kusudi tuweze kufidia ile pesa ambayo unanidai. Mzigo gani? Kuja na tambo ile hapa. Nimetoka Dubai hiyo. Na rafiki yangu anaitwa Said Kiondo ametua leo mchana kutoka Dubai. Sasa akanitia kama zawadi. Kuna mimi nikaona ili mambo sio mengi. Na ndugu yangu anadai pesa na pesa imekuwa ngumu. Kaona bwana nikuletee ili tufidie deni ambalo unadai. Kwa hiyo imetoka Dubai? Terminal 3 pale. Nimedondoka leo. Jamaa kaja nao rafiki yangu Said Kiondo. Alinitia kama zawadi. Kwa nikaona kwa kuwa nadai na mimi nimehangaika huku na kule sipati pesa. Beni. Yes. Sikia mwanangu. Hii simu haijatoka Dubai. Hii simu ni ya kwangu na nimeibiwa baada ya kutoka kwako. Leo naambia simu imetoka Dubai. Anderson. Hii simu nimeletewa na rafiki yangu Said Kiondo kutoka Dubai. Simu ya kwangu. Na kudhihirisha hilo password ni hapa. Umeona? Simu ni ya kwangu na nimeibiwa kutoka baada ya kutoka kwako. Unaambia nimetoka Dubai? Michezo gani unaniletea Beni? Kiukweli sipendi. Na hatua ambayo naenda kuichukua sasa ndio tutalaumiana. Na kwa namna hii sasa ninachokitaka kutoka kwako, naomba laini zangu tafadhali. Sitaki ugomvi, naomba laini zangu, alafu pesa yangu 95,000 bado naitaka.
Feso, inaonekana umechoka sana mpaka umeamua kupumzika hapa. Ni kweli dada. Nikikuangalia ninaona kuna jambo linakusumbua. Sijui nimwambie. Niambie tu, nitakusaidia. Lakini mimi sihitaji msaada. Mdomo wako unaongea uongo, ila sura yako inaonyesha unahitaji msaada. Na endapo nikikwambia, unahakikishaje kwamba hautomwambia mtu? Mdomo wangu hauna tofauti na mwanandani wa kaburi. Huwa ninatunza siri. Na kwa nini nikueleze matatizo yangu ili hali sikufahamu? Kutofahamiana kwetu ndio itafanya siri iwe siri. Ndio kweli. Ha? Usiedi. Tupayo! Hedi mchezo umemwanza lini? Hizi bangi hizi. Dated. Habari yako? Safi kabisa. Karibu. Aje Dazamedi vipi? Mbona ukimwi umetawala sana? Kuna tatizo? Edi, uchizi umemwanza tena. Umeanza tena uchizi? Tumemtafuta kila sehemu tujamwona. Hatujui hali kama iko wapi. Poleni sana. Sema kuna dokta mimi namfahamu. Anaitwa Dr. Musa. Anaweza akamtibu na kaudi katika hali yake ya kawaida. Kama amerogwa, kuna mtu amemroga, anaweza yule mtu aliyemroga akamrudishia ule uchizi na yeye akakaa sawa. Mdogo wako yuko vizuri sana. Anakaa wapi? Dr. Musa anakaa Salasala Magengeni. Bene, tatizo sio dokta. Yaani changamoto sasa hivi ni pesa nje. Okay, sawa. Lakini mimi kwa uelewa wangu ninapomwelewa Dr. Musa, sawa, mkifika tu mkamwelezea, mimi na imani atawasaidia. Fedha hata kwa baadaye mnaweza mkampa. Mimi na imani na yule alisababisha ndugu yako akawa chizi, uchizi utamrudia yeye. Sawa, tumekuelewa, tutajaribu. Haya, mfanye hivyo sawa. Sawa. Sasa Med, tuzungumze kidogo hapa. Ambia ndugu yangu. Fresh. Oya kwa nikushauri kitu ndugu yangu. Mimi naomba tuache wizi. Yaani bora tutafute pesa kwa jasho letu. Kwa sababu hivi tunavyofanya kwamba jasho alimwagika. Yule anayetudai ndio ambaye umemwibia wewe simu. Anangu nazingua sana unajui. Afu unaleta utani kwenye kazi unajui. Kingine ndugu yangu,
Mungu anakupenda sana. Ulivyokuwa na force twende wote, yaani sijui hata ingekuwaje. Yaani ashumu ingekuwaje. Wa. Sasa. Amna cha sasa. Wafanya hiki. Haya. Yakaa vizuri, nachokiamini unaibiwa. Aisee, kweli binadamu tunaweza. Kwa mwanangu wewe usitaka kuniambia umeona kuku wanafaidi, bata wanafaidi au sio? Hamna bana. Hamna nini sasa? Mbona pekupeku? Kwa nafanya mazoezi, viatu vyangu vimekatikia kwa fundi hapo. Kama ni viache. Tunajua tunapunguza vitambi. Sawa. Lakini mbona wewe unaongea peke yako barabara nzima kama konda alikosa abiria? Yaani sio kukosa abiria tu, inawezekana konda akakosa abiria afu gari limepiga pancha. Na maanisha nini? Yaani ndugu yangu, haya mambo ya kununua bidhaa za mkononi si amenitokea poani. Kwa nini unasema hivyo? Wewe acha tu. Si nilikwambia kwamba nina safari? Ndio. Nataka kuhama. Sasa bwana, swala lilikuwa vile vile. Sasa niko ndani. Napanga vitu, weka hiki, toa hii, weka kufungasha. Mara hodi. Sijakaa vizuri, nafungua mlango, kucheki Beni ule mshikaji wewe. Sawa. Kaja pale. Vipi? Ndasoni mimi nimekuja na mchongo si hivi na hivi. Tukae tuongee. Sawa? Nilikuwa nasema mbaya nimsikilize. Naongea naye pema nikatoa simu. Simu kali mwanangu, unajua simu kali? Kali tambo la kwenda. Nikasema haya tunaendaje? Ulialia pale mara sisi tumeenda tumerudi hivi na hivi. Kaambia sawa. 95 tukakubaliana. Nikachoma zangu ndani mimi, chukua 95. Cash. Chukua ile simu nimpelekee nani? Pendo, shemeji yako. Bwana. Yalo nikutani mwanangu. Chukua simu kupeleka kule kwa Pendo, kumbe simu yenyewe Pendo alipigwa. Wamemuibia, yani Pendo kaibiwa simu, afu ndio nikaja nikauziwa. Yaani mambo hayo yaacha. Sasa namdai sasa. Kwenye heka za kumdai nikamfuata kwake. Pokea sana, taka simu yangu. Tukagombana mwanangu, yani nilipanic of course, unajua? Pesa ngumu sasa hivi. Nikaona haiwezekani pesa yangu ipotee kirahisi. Kumkazia mwanangu, nafanya mpango, si nitakurudishia hivi na hivi. Sasa kona fresh. Natoka kwake sasa. Sijui alikuwa na mkosi, sio lala na mwanamke mwenye bundu mwanangu. Natoka kwake. Kufika njiani. Ulangeta. Baba ni ulangeta. Simu yangu mimi nikaibiwa. Pole sana. Acha. Baba simu sasa pale nimekaa nyumbani sina ile wala lile, tafakari nafanyaje sasa. Maana sasa hivi unajua town hapa bila simu misha haziendi. Kichwa kinauma sasa. Sijakaa vizuri, Beni huyo hapo kaja. Kwa nini tena mbona amekuja kama na furaha? Bwana amekuja Ndasoni. Ile swala letu nataka tumalizane. Tumalizane vipi na pesa yangu? Mimi nimekuja nimekuletea simu hapa tumalizane. Kutoa simu ya kwangu. Wewe jamaa akakuuzia simu yako. Acha bwana. Yaani mbuzi wa Bwana Eli, shamba la Bwana Eli, afu amekula mazao ya Bwana Eli. Lakini ni vizuri kwa sababu kama simu yako umeipata, hilo ni jambo zuri kuliko kupoteza uhai au kuumia. Nashukuru Mungu kwa hilo. Wewe acha ndugu yangu, hatari sana. Sasa wewe wapi? Mimi naendelea kufanya mazoezi. Sawa kaka. Japo mazoezi yako na wasiwasi nayo hivi? Hamna. Niko vizuri. Hivi sura inavyosoma soma. Kwa haina shida mwanangu, Mungu anifike huko. Sawa. Kunjema. Kwa hiyo mulikabidhiwa chupa pasi na kujua kilichoko ndani yake? Kiukweli hatukuoji chochote, kwa sababu chupa yenyewe ilikuwa ni nyepesi mithili ya sufi, na tuliamini kwa sababu tulikuwa tunahitaji utajiri. Mimi nitakusaidia na hayo mauzauza yote hayo tukutokea tena. Unanitania? Sikutanii Faison. Sikumbuki kama nilishakwambia jina langu. Na ndio maana nimesema ninaweza kukusaidia. Niamini.
Sawa. Sasa wakusanye wenzako, nendeni baharini. Hakikisheni inakuwa ni jua la utosi. Mkiwa mmebeba visu, mtaingia baharini. Ingieni mpaka maji ya kiuno. Elezeni shida zenu zote. Alafu tupeni visu vyenu, mtakuwa mmemaliza shida zenu. Chupa! 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 Chupa yo! Chupa! 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 Hey! Chupa! 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 Chupa ina nini? Chupa! 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 Chupa mfanyaje? Chupa! Wewe! Hey! Unamchezea rais wa nchi? Nitawaita wanajeshi waje kukamata na kufungia kwenye chupa. Chupa! Chupa! Ili kweli dofu. Hey! Chupa! Huwezi kucheza na suti. Chupa! 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 Kila mtu ana yake. Chupa! Hey! Chupa! Chupa! Mimi pia na gangu. Unauona gako. Chupa! Chenga piringa mkono mbavyo ngarugo. Chupa! Wewe! Utafungiwa kwenye chupa. Chupa! Utafungiwa wewe. Unacheza na rais wa nchi wewe. Chupa! 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 Chupa yo! Yo! Chupa! 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 Faisal. Morgan. Ni wewe? Na mbona uko hivi? Sio niko hivi. Wewe ulikuwa wapi siku zote? Twende pembeni kidogo tuongee. Asalamu alaykum. Karibuni sana. Dr. Musa. Naomba msaidie mdogo wetu. Maana tumehangaika sana. Kila tiba tujiambulia kitu. Tunaomba msaada wako utusaidie. Kijana, naomba mkono wako. Hapa inaonyesha chanzo cha matatizo ni wewe. Dokta, ana maana gani kusema hivyo? Kuna begi ulilichukua na ndani ya ile begi ukaenda kutupa. Kwa ndani yake kulikuwa kuna chupa. Sasa ile chupa akawa amefungua mdogo wako.
na ndani ile chupa kulikuwa kuna viumbe, inamaanisha majini. Sasa akawa amemvaa mdogo wako na tayari wamempa ukichaa. Kwa hiyo wewe ndio chanzo cha matatizo yote. Dr. Musa, naomba tusaidie, tuko chini ya miguu yako. Inshallah, lakini apasaye kuabudiwa kwa haki ni Mwenyezi Mungu pekee, na yeye ndo anayepaswa kusujudiwa. Mimi ni binadamu wa kawaida tu, haipasi mwanadamu kuwa chini ya miguu yangu, ila kwa uwezo wa Allah na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi inshallah tuombe dua, tutalipambania. Kaka, samani. Sasa hizi kaka. Salama, habari? Safi. Naulizia kwa mjumbe, sijui unapafahamu. Kwa mjumbe. Naona hii hapa njia hii. Nyosha nao moja kwa moja utakuta kichochoro pale. Ukisha kivuka kile kichochoro ukaangalia kulia kwako utaona nyumba kubwa ya Msauzi. Hapo hapo utakuwa ushafika. Njia hii hapa. Hii hapa. Bondeni tutaona nyumba ya Msauzi hapo hapo kwa mjumbe. Sawa kaka, asante. Nimeagizwa nikufuate Salma na nikurudishe nyumbani. Sikia Zohara, siwezi kurudi mpaka nitimize ile hazma yangu ya kuangamiza wale wote walionifungia kwenye chupa na wale wote ambao wanatamaa ya kupata maisha kwa haraka. Iko kitendo kitatufanya tuwe tofauti na wanadamu, na utambue sisi na wanadamu tunaishi kwa kutegemeana. Sikia, siko tayari kurudi, na kama unataka kupima nguvu zangu nizo. Akaenda wapi tena jamani? Nimeenda wapi? Sasa shemeji. Leo katoka na funguka kaniachia mimi. Alipoenda amekwambia? Pana, yeye akasema simtafute sasa mfanyakazi wa mjengo. Amekuwa hayo tena jamani. Hiki mfanya nini? Menisubiria. Morgan. Halo. Habari. Sawa, sasa na safiri mara moja. By January itakuwa nisharudi. Unajua mapenzi bila pesa si chochote. Sawa Hidaya. Unajua fika kama unanipenda na mimi nakupenda. Lakini mapenzi bila fedha hakuna kitu. Sawa. Lakini nafuatilia swala la mirathi. Sawa. Mambo yatakaa vizuri. Amini mpenzi wangu, hakuna mapenzi bila pesa. Pesa ina thamani kwenye mapenzi. Sawa my dear. Ngoja niende nikaangaikie swala la mirathi. Mambo yatakaa sawa. Poa. Ar-Rahman ya Rahman, Ar-Rahim ya Rahim, Al-Malik ya Malik, Al-Qudus ya Qudus, As-Salam ya Salam, Al-Muhaymin ya Muhaymin, Al-Aziz ya Aziz, Al-Jabbar ya Jabbar, Al-Mutakabbir ya Mutakabbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ar-Rahman ya Rahim, Al-Malik ya Malik, Al-Qudus ya Qudus, Zul Jalali wal Ikram ya Qawi al Qawi bi jama'ati Muhammad. Subhanallah walhamdulillah
lillahi wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamu alaikum. Karibu sana Jini Zohar. Dr. Musa, hili swala wewe ndio umelianzisha, kwa hiyo inapasa ulimalize. Mimi sina nguvu ya kupambana na Jini Salma. Nenda kamtoe Maulan kwenye kichwa cha yule kijana, halafu mimi na Maulan tajua jinsi gani ya kumzuia Salma. Basi sawa, inshallah. Unamwamini vipi huyo mtu? Lakini kujaribu sio ujinga. Mimi naona tujaribu ili kuokoa wai wetu. Lakini yote umetaka wewe hayo. Joba, sikiliza. Hapa sasa hivi hatupaswi kuzozana. Cha msingi hapa ni kuangalia ili tatizo tunalitatuaje. Sawa, tunaanzia wapi? Mimi naona ni bora tuende kwa baharini. Kwani ndani kwako hivyo visu vitatu hauna wewe? Sijawahi kufanya kazi buchani. Visu vitatu ndani kwangu vya nini? Cha msingi kila mtu ende kwake akatafute chokisu. Joba, mimi nyumbani siendi. Kwa nini? Nyumbani nasema hivi tena, ndi kwa herufi kubwa. Tunafanyaje sasa? Yaani cha msingi hapa tufanye tutakavyofanya ili mradi hivyo visu vipatikane. Na hapo wewe ingia ndani kwako huko, fungua mlango wako, ingia ndani kwako, nipe tangu mimi. Ya Rabbi, ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, ya Rabbi, uliumba mchana ukaumba usiku, ukamuumba mwanamke na ukamuumba mwanaume, uliumba ardhi na ukaumba mbingu. Kwa baraka ya Alam Nashrah, ya Rabbi, namtolea huyu pepo mchafu Maulana, nakuomba ewe Mwenyezi Mungu awe huru kijana. Alam Nashrah laka sadraka wa wadana anka widraka alladhi anqadha dhahraka ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارحب. يا ربي وبارك يا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدر وارسل عليهم طيرا يبابي ترميهم بحجارة من سجل فجعلهم كعصف مأكول.